Hebu nipe kapela kwanza. Hebu nipe kapela ile ngoma yako ambayo kuna mdada mmoja pale Ufalmeni Lish nilikuta pale production. Yes. Sasa kaingia YouTube akapakua ngoma moja. Ile ngoma kuizingatia kidogo, nikawa nasikiliza, lakini baadaye nikamwona picha, mbona kama Barnaba huyo. Yeah. Nikamwambia huyu Barnaba, akanambia Barnaba huyo. Vizuri Kama vipi kaachia ngoma? Au imekuaje? Ni mimi bwana. Really kabisa. Yes. Okay, ile ngoma inaitwaje? Ile inaitwa For You. For You. Inaanza na jinsi tunavyopendana ni fuvu na Odivai. Yeah. Inaanza hivyo. Okay, yes. Yeah. Nilipenda beat fulani yani nini, alafu nilipenda kama melody fulani hivi. Nani kapiga chorus kwenye ile nyimbo? Chorus na mdogo wangu mmoja anaitwa King Pasa. King Pasa ndo amefanya ile chorus. Yes, okay. Alafu mule umechana verse. Yes, verse ya kwanza na pili nimesimama Mnyamwezi. Haya, tupe verse ya kwanza mzee baba. Verse ya kwanza. Yes. Alafu una look camera na kwa iko super sana. Okay. Yeah. Jinsi tunavyopendana ni fuvu na Odivai. Yeah. Look camera man. Uaminifu kama glass kivunjika hauli fix. Ukishatema haurudishi matapishi. Sinema za kina Uchebe na Shishi nikuletee madrama ka movie za Netflix. Wengi wataongea upuzi, I don't care. Mbwa nipigie miluzi na sogea. Naomba radhi nikikuzi sitakuonea. Labda nikone kwa macho kisogea. Yeah, na ulivo moto kama chai. Chapati nyingi nipe kididi suti na tai. Ile chorus inapigaje? Chorus mimi na chana. Yani yule chorus. King Pasa anaimbaje? King Pasa. Hebu anaimba King Pasa. Kwenye kuimba hapo sasa. Unajua watu wa kuimba ni wa kuimba mzee baba. Watu wa kurapu na kurapu, wa kuimba ni wa kuimba. Saina na. Yes. Bana mimi namfahamu kama Barnaba. Yes, sasa majina yake zaidi ataniambia ili na wewe pia upate kumfahamu. Hebu mueleze basi anakutazama pale. Mimi naitwa Barnaba Philipo Ndelwa. Yes, okay. Ndio majina yangu, Barnaba Philipo Ndelwa. Mkinga feki. Mkinga feki? Yes. Maana yake ni feki. Mimi ni Mkinga, ni mtu wa Njombe, mkoa wa Njombe. Yes, okay. Yes, lakini sijakulia sana ambako wanaongea Kikinga. Inafika muda Mkinga feki. Unaweza kanigonga hapo maswali ya Kikinga afu mwisho wa siku. Yes, lakini naitwa Barnaba Ndelwa. Kina Ndelwa wengine wa Kinga. Yes. Kwa nini unapenda sanaa? Manake ni mtu ambaye nimekuona muda mrefu, ni mtu ambaye unapenda sana of course issue za sanaa. Ni kwa nini? Yes. Unajua kila mtu na kitu ambacho anakuwa anakipenda. Mimi muziki uko kwenye damu toka nikiwa mdogo, nilikuwa napenda sana kusikiliza radio. Yes. Nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kusikiliza radio. Nikajikuta napenda sana kufuatilia michezo. Lakini napenda sana muziki. Kwa hiyo toka niko shule ya msingi nilikuwa nachana sana. Lakini michezo nilikuwa nacheza mpira. Yaani ni vitu ambavyo nilikuwa navipenda toka mdogo, mpira, muziki, kuimba na kucheza pia. Kwa hiyo nilikuwa navifuatilia kwa kuvisikiliza, lakini pia nilikuwa napenda kuvifanya. Natoka nikiwa mdogo. Ilikuwa ndoto yangu ya kwanza niwe radio presenter. Yes, okay. Lakini nilikuwa napenda nifanye music. Kama sitacheza mpira. Kwa hivyo vitu vitatu ilikuwa lazima kimoja hapo nikifanye. Mako umefanikiwa kufanya vyote sasa. Manake tulikuwa wote Kings FM. Yes. Si ndio? Nimefanikiwa kwa kiasi kufanya viwili. Yes, okay. Sababu vitatu, hicho cha tatu kwa maana ya mpira, zaidi nimeishia ligi ya mkoa, ligi ya wilaya, ligi ya mkoa. Nimecheza hizo ngazi lakini sijafika level za juu. Mimi nilikuwa ni goalkeeper, matata kweli lakini ni namba 10 mzuri sana. Yes, lakini timu ya wilaya tu wilaya gani? Au ilikuwa wilaya ya Njombe kiujumla, yani kwa maana ya nimecheza African Kids pale ambayo iko Makambako, lakini nimepita kwenye academy moja iko Ifakara kule inaitwa Tech 40. Nimecheza mpira pale pia. Kwa hiyo hivyo, lakini kwenye haya mawili kwa kiasi naweza kusema ndoto, hata kama sio kwa 100%, lakini kuna hatua kadhaa unaona kabisa umezipiga.
kupiga kwenye music kwa sababu nimefaulu kufanya kazi kubwa nyingi, lakini kwenye radio presenter nimeshafanya kwa kiasi na bado nipo huko na ndoto bado nafikiria kuendelea kuitimiza kwa ukubwa zaidi. Katika upande wa radio sasa hivi uko wapi? Kwa sasa niko radio ICFM ambayo iko kama uko pale ICFM. Yes, niko ICFM pale. That's good. Yes, lakini nimepita Kings. Yes, kwa mafanikio makubwa. Nashukuru kwenye hilo. Nimepita Eliorama. Ndio. Kwa sasa nipo radio ICFM. Okay. Sasa mwanamuziki gani ambaye ulikuwa unamwadmire sana siku moja? Nilikuwa napenda sana muziki wa wasanii wanaofanya rap na hip hop kiujumla. Kwa hiyo kuna kipindi ilikuwa ukiniuliza list ya wasanii ambao nilikuwa nawakubali sana. Unakuta wengi walikuwa wameegemea kwenye muziki fulani ambao nilikuwa ni shabiki mkubwa sana wa Mwana FA, mheshimiwa kwa sasa. Lakini Albert Mangwea. Mtu kama J-Mo, Professor J, Afande Sele, FDQ. Yaani hiyo kwenye list yangu walikuwa hawezi kubanduka, lakini kwa wanaoimba ilikuwa Mbidogi sana. Nilikuwa naelewa anachokifanya Mbidogi, lakini ilikuwa ni kwa TID kiasi, lakini Dully Sykes, hasa wale waliokuwa wanafanya zamani kwa kipindi kile, wasanii ambao mpaka kesho napenda kusikiza muziki. Soka ulikuwa unampenda nani? Kwenye soka kibongo bongo au nje na bongo tu hata nje poa pia. Kwa sababu nilikuwa nacheza nafasi ya golini. Pia nilikuwa ni shabiki sana wa Juma Kaseja. Yes, lakini ndani nilikuwa nakubali alichokuwa nakifanya Haruna Moshi Bobani. Basi na Henry Joseph pia. Yes, nilikuwa ni shabiki yake. Barnaba, kama ambavyo umemsikiliza, of course amekupa intro nzuri, tutakuwa umemfahamu walau kiasi, ndio tutakuwa umemfahamu walau kwa mtindo. Sasa hebu Barnaba nieleze sasa, tuzungumzie kazi yako ya sasa, si ndio? Ambayo nadhani ndio utakuwa unitambulisha, si ndio? Kazi hii ikoje, umefanya vipi, umefanya wapi? Yes, na ilikuwaje mpaka ukakuja na rekodi hii? Ngoma inaitwa For You kama ambavyo nimesema, ambao ni ngoma ya mapenzi, ni wimbo wa mapenzi ambao nimerekodi kwa Tone Touch ambaye kwa sasa yuko Dar es Salaam pale producer, lakini director wa video ni Mr Creation ambaye kwa sasa yuko Makambako pale. Nilifanya naye kwa ukubwa kwenye ngoma ya nyuma kabla ya hii ambayo nilifanya na Mr Blue inaitwa Pesa, kabla ya wimbo wa sasa ambao nimeuachia unaitwa For You mwezi huu ambao nimeuachia rasmi video pamoja na audio. Kwa hiyo niliona baada ya kufanya Pesa na mafanikio yakawa makubwa, na watu wakaamini kwamba ninachokifanya nimemaanisha, na mashabiki wakanipokea vizuri, ikanipa moyo kwamba sasa ile store ambayo imejaa inabidi uanze kuivunja ili uanze kuachia mzigo mmoja baada ya mwingine. Nikajaribu kuangalia kwamba pesa imetawala sana. Nimefanya ngoma inaitwa Pesa, lakini kuna namna mapenzi pia yametawala. Kwa hiyo ukichange ukafanya vitu mchanganyiko, leo ongelea mambo ya utapiamlo, kesho ongelea pesa, kesho kutoongelea mapenzi, itakuwa vizuri, unawagusa watu wote. Kwa hiyo nikaona kwa sasa niachie ngoma ambayo inahusiana na mapenzi moja kwa moja. Nikaingia studio na King Pasa tukafanya mzigo ambao uko sawa kama hivi, tumeuachia na watu wameupokea kwa mikono miwili sana, video pamoja na audio. Okay, sasa hivi unafanya muziki tu, lakini una meneja? Hapana, sina meneja. Meneja nani sasa? Ukiachana na kufikiria namna gani nitakufuata Mfaume, kuomba unimanage, lakini kwa sasa wana nasimama mwenyewe. Nasimama mwenyewe kwa kila kitu, budget, lakini mipangilio zaidi na watu wa karibu ambao watu nimekuwa tu labda nikiomba ushauri, kikaaje, lakini kwa asilimia kubwa kuanzia budget na kila kitu nasimama mwenyewe, na watu wanakaribishwa kwa sababu namaanisha kwenye muziki, sijaribu. Yes, nafanya kweli. That's good. Hongera sana. Nashukuru sana. So, ulizingatia nini katika kuchagua watu ambao wanatakiwa kuwapo katika video yako? Okay. Swali zuri. Yeah. Kitu cha kwanza ilikuwa ni sisi wahusika.
kwa maana mimi na ambaye nimemshirikisha. Kitu cha pili ilikuwa ni wale Mavixen ambao walikuwa wawili, kila mmoja alimhusu mmoja, msanii mmoja, lakini kuna baadhi ya ukiangalia verse 2 kulikuwa kuna kama party fulani vitupo watu wengi, kwa hiyo kuna wale washikaji wana baadhi ya wasanii wengine ma radio presenter pia tulikuwa kwa pamoja, kwa hiyo ilikuwa kama party fulani tukaamua kushuti pale. Kikubwa tu ilikuwa ni watu ambao naona tukikaa tunafanana kwenye vitu vingi kuanzia kodi na baadhi ya mambo mengine. Kwa hiyo ilikuwa tu ni wale watu wa karibu ambao tunaishi nao, jamani tuna jambo letu, kwa hiyo ikawa vitu kama hivyo. Lakini kwa director pia nilimzingatia kwa sababu ya namna gani tulikuwa tumefanya kazi iliyopita kwa ukubwa, nikaona ni mtu ambaye anaenda sana na muda, naweza nikafanya naye na kazi hii pia. Kwa hiyo kwenye kila engo niliangalia kwanza kwamba je, inatakiwa nipige hatua kutoka nilikotoka mpaka sasa, na kubwa zaidi ilikuwa nimetoka kufanya kazi na msanii mkubwa Mr. Blue ambaye kipindi naachia ile ngoma alikuwa ametoka kufanya collab ambayo bado haijapoa na Diamond, ile Mapozi remix. Kwa hiyo leo hii unakuja kufanya na msanii ambaye ni wa Njombe, lazima watu wengi wanaweza kufikiria au kashuka mwanetu. Kwa hiyo pale sasa waaminishe kwa kufanya kitu kikubwa zaidi, na ndio maana hata budget ambayo nimefanyia video ngoma hii inaizidi budget iliyofanya ngoma na Mr. Blue. Okay. Yes. Nasumitisha sana. Sawa, mimi napenda vijana kama hivi ambao mnafanya harakati za kujipambania, si ndio? Tofauti na long time watu wanafanya muziki tu lakini wanaamini muziki utawatoa. Lakini nakupongeza kwa sababu unaona una issue zingine ambazo unafanya nje ya muziki, si ndio? Yes, ni kweli. Kusaidia unapata kipato. Na unajua lazima kupambana kwa ukubwa kwa sababu unajua kwa mfano kwenye muziki lazima uwekeze ili baadaye uweze kuona matunda. Sasa wakati unawekeza lazima uangalie kama hivi nasimama mwenyewe. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba nafanya kazi radio, lakini na biashara zangu tofauti 2-3 pale Makambako nimewekeza sehemu. Kwa hiyo kidogo sio mbaya sasa. Sio mbaya. Yes, muziki wako wenyewe umepanga vipi ukulipe? Muziki kwa sasa na ndio maana kuna muda niliweka gap kama la miaka 2-3. Yes, okay. Kwa sababu siku zote wanaongea kwamba hakuna kitu kibaya kama kumuua ndege alafu juu unaenda kumwokotea watu. Yaani anadondoka katikati ya kichaka afu unampotezea. Bora ungemwacha endelee tu kuishi. Kwa hiyo unapofanya kitu lazima uhakikishe umejipanga, na maana baada ya kuona sasa walau kwenye maisha nimeseti standard kwamba najua ofisi fulani walau 15,000 kwa siku inaingia, huku ofisi hii 20,000 inaingia, huku inaingia, najua nitalipa kodi, labda nitafanya mishe zangu hizi, maisha yataendelea, malengo utafanya, na kwenye muziki kiasi hiki kitaenda huko. Kwa hiyo baada ya kuwa nimepangilia mpangilio wa mishe zangu, kwa hiyo baada ya kuweka mipangilio yangu yote imekaa sawa, najua nini kinaingia, inakuwa easy sana kwamba nakuwa steteleki. Kwa hiyo sasa hivi nafanya kazi nikiwa sina hofu yote, hata ngoma zangu naweza kuzipush, japo support bado naweza kuhitaji, lakini unavyoomba support hatua 4 umepiga, unaomba hatua 2 uongezewe. Sio, unaelewa? Kwa hiyo una platform pengine za kuplan kwamba utauza ngoma zako hizo katika platform za mtandao? Ngoma zangu zinapatikana kwenye digital platform kote zinapatikana, na kule kuna vigezo ambavyo wanavizingatia kwamba walau ukifikisha idadi ya subscriber hawa ukawa na viewers labda kiasi hiki, na ndio maana na push kwa ukubwa kwamba muda unavyoendelea kwenda unaendelea kuwaaminisha watu. Unavyoaminisha, unavyopush kazi zako unaendelea kuongeza watu. Kwa hiyo baadaye ukitimiza hivyo vigezo, naamini huko nitafika tu, kwa sababu na mizigo mingi sana na ni ya moto. Sasa basi ananoma, tukamilishe tu mahojiano yetu. Kwanza mimi nikushukuru sana kwa kufika Budget Communication. Lakini neno lolote kuhusiana na budget kwanza unasema? Ni kweli. Shida la kusema ndugu yangu. Ila kubwa sana mimi nakupongeza kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo ni muhimu kwenye maisha yetu ya kila siku, hasa kwenye kutengeneza connection kati ya mtu na mtu, jamii na watu fulani. Kwa hiyo wanavyoona vitu kama hivyo, manake inatia moyo kwamba walau sasa tunakuwa tuna sehemu za kusemea. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Nimependa mazingira yalivyo, lakini nimekuwa nikifuatilia sana
stories zinazopanda. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuongeza juhudi, kufanya kwa ukubwa zaidi na kugusa sekta zote. Yes, kwa sababu kuna siku atatokea matukio huku yako hivi na hivi, watu wanategemea kwamba budget ndio sehemu ya kwenda kusemea. Yes, kuna watu watakuwa wanataka kupush kazi zao, watajivunia uwepo wako wewe na budget kwa ujumla. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Nimependa kwanza mazingira na kila kitu na namna ambavyo mnafanya kazi. Naweza kusema nikupongeze sana. Shukrani sana. So basi poa, sema neno la mwisho kabisa kwa watu wako kuhusiana na ngoma yako. Yes, bwana, mimi naitwa King to Be, Barnaba Philip Ondero, lakini kwenye muziki nafahamika kama King to Bizo. Kwa hiyo naombeni support, hilo ndio kubwa. Yes, na kazi zangu kadhaa ambazo nimeziachia, lakini kwa sasa na kazi mpya ambayo inaitwa For You, nimemshirikisha King Pasa, inapatikana kwenye all digital platform. Kubwa zaidi ni kwenda pale mjini YouTube, fika pale, andika King to Bizo, King to Bizo 2BIZZL ambayo inasomeka kama Bizle, King to Bizo. Ngoma inaitwa For You. Naomba uende ukasubscribe pale, turn on notification ili nikiachia kazi nyingine pia wewe mtu wa kwanza kabisa kwenda kuisikia. Kwa hiyo naomba support yako, lakini tusiache kuifuatilia budget. Tisha sana mwanangu. Shukrani sana. Mwanangu, hii inapigwa ile cover fulani zile, si ndio? Nataka kupiga picha. Hivi kwenda penye mbali sana mwanangu hapa. Tisha ya good. Haina noma mwanangu.